tusikilize hawa aspirants wote ambao wanasimama. Tusikize na ideas zao. Naweza kuwa niko na ideas nyingi nzuri, lakini si za kama mwingine mwenye yako. Again, tuangalie track records za hawa watu. Na walifikiria labda mimi ni mtu mwenye nitakuja hapo na ni react, niamue hata sijui, lakini tokeni hapa, lakini sikufanya. Nilikuja nikafanya kazi tarehe 9 peke yangu, tarehe 10 peke yangu. Lakini saa zile watu walikuwa wanakuja kwako wengi, hauoni, unakuwa deserted. Na kama kuna mahali mtu anaweza kuwa nimekosea, pia naye niko tayari kusifanya nini? Kurekebishana. Tuko na mwaka 1.5 wa kutembea pamoja ili tuone tutaenda wapi. The same Sunday nilienda kanisani kupatiana shukrani zangu. Ndio at least watu wakaona kumbe ni kitu yenye ni natural. Lakini ni challenge kwa watu wengi. Majority ya watu wenye wanaanguka kura chezo wanaenda depression. Yes, mambo vipi mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa Trans Africa News Updates, na as I told you 2027 is moving closer and closer at a very fast pace. Na nilikuambia tutakuwa tuna interview 50 influential politicians in Trans Nzoia County and other politicians from the rest of the Republic of Kenya. Na siku ya leo niko hapa na jamaa fulani ambaye anaamini kwamba in 2027 anakula kiapo kama MCA wa Matisi Ward. Huyu ni jamaa ambaye mimi binafsi nimemjua kwa siku nyingi sana. Kuna watu wamemsikia, kuna watu wamemuona, na kuna watu pia hata baada ya kumuona bado hawamjui. So hapa tunafanya discussion naye, tunapiga naye story, tumuelewe vizuri, tujue ni kwa nini anataka kuwa MCA. Na hii ni sio mara yake ya kwanza kujaribu hichi kiti, na this time round anasema ana uhakika. So tupige naye story alafu tujifunze 1 2 3. Yes bro, mambo vipi? Fiti ni aje mchezo? Poa sana. Muda sana bana. Tumepanga interview for quite some time na finally ime happen. God's time the best. Ndio tumefika. 2027 the race is moving closer. Nasikia unasema wewe ndio the next MCA wa Matisi Ward. Without a doubt. Okay. Ya kwamba mimi ndio MCA wa Matisi. Okay. Kwa imani na kwa kuongea na watu na kutafuta kura. Never doubt. Okay. Tukiongea interview nyingine maybe tutakuwa naongea na sitting MCA wa Matisi Ward. Kwa mtu ambaye anakuona mara ya kwanza kwa hii channel, ama kwa mtu ambaye amekuwa anakuona na hakufahamu, hakujui, hebu tueleweshe kidogo. Wewe ni nani? Unaitwa nani? Umezaliwa wapi? Umetoka wapi? Umegrow wapi? Watu wakujue kidogo. And what do you do? Mimi majina rasmi ni Lucky Ajega Matini. Mimi nimezaliwa hapa Trans Nzoia, specifically Kipsongo. Maisha yangu yote yamekolea Kipsongo. Nimesomea shule ya Chetoto Primary class nursery to class 7. Nimeenda Lukuna Primary nikafanya class 7 na class 8. Hiyo ni KCPE. Nilitoka hapo nikajiunga na shule ya Saboti Secondary ambayo kwa sasa inaitwa Holy Trinity pale Saboti. Nikasoma hapo pia form 1 na form 2. Form 3 nilipata bahati kupata scholarship ya football kwa shule ya Manoa Manor House, na nikasoma kwa miaka 2. Nikamaliza shule pale Manor House, na nasema nikirudia nilipata scholarship ya football, ndio nikatoka shule ya Saboti nikaenda Manor House. Baada ya hapo nilienda college Nairobi kwa kuchukua certificate kwa muda mchache sana pale Isili, shule inaitwa KCT, Kenya Christian Industrial Training Institute. Nilipomaliza hapo nilirudi kutafuta. Unajua mimi kila kitu changu nilifanya kama bado mdogo. So nilirudi kutafuta pale kwa kijiji. Nimekuwa nafanya kazi kidogo. Nilifaulu kupata kazi kidogo na Kenya Securico G4S. Pia nayo nikiwachezea mpira. Nikafanya kwa muda mchache, lakini sikufaulu kukaa kwa sababu azimio langu la kucheza mpira ulienda sana. Nilitoka hapo nikachezea timu ya Kitale Football Club inaitwa Kitale FC. Hii ni mwaka gani? Hiyo tunaongelea mwaka wa 2005. 2005 2006, kwa sababu nilihang football boots mwaka wa 2010 kwa sababu ya injury kidogo. Na pia wakati huo unajua chezo wewe ni mtu tumekaa kijiji moja,
football haikuwa inalipa kabisa. So tukajaribu kutafuta. Baada ya hapo niliingia katika biashara zangu moja mbili, na pia nilikuwa nimejifunza kazi ya mikono, specifically carpentry. So nilifungua karakana yangu pale Kipsongo na nimekuwa nafanya kwa muda wote huu. Na baadaye of course nilijaribu kuendeleza uadilifu huu kwa kazi na nikafanya interior designing. So mimi ni full time interior designer na pia ninafanya kazi ya contractor, kujenga na kuunda vitu za nyumba pia. Yes. Labda mtu anaweza taka kujiuliza pale college hapo Eastleigh. Kwa watu wenye wanajua Eastleigh, ulifanya course gani hapo college? Huwa mara mingi sipendi kusema kwa sababu inakuwa ichekesha kidogo. Mimi nilifanya kazi ya ufundi wa stima. Lakini ni kitu yenye nadhani mzazi wangu alinishurutisha kufanya, lakini sikuichukulia kwa maanani. So venye niko hivi mimi niko na certificate ya stima. Though baadaye baada ya muda wote huo kufanya kazi, pia nilijirudisha college na nikasomea criminal law, basically tunaita criminology. Na nikahitimu kama criminalist. Saizi venye tunaongea hivi. So ile nilienda kwa sababu labda ya shurutisho la mzazi. Mimi nimelelewa na mzazi mmoja, mama peke yake. So labda alikuwa anataka tufanye kazi ya stima, lakini sikuwa napenda. Though alinipatia exposure kubwa sana. Kwa Nairobi nilifaulu nikapata nafasi ya kuchezea timu kadhaa, ikiwemo timu ya shule, na pia nikapata nafasi ya kuchezea timu inaitwa Kakakuona pale Kariobangi, na nikafaulu kuchezea pia timu ya FC, lakini sikupata nafasi ya kucheza timu yenye ni main. Nilipata kwa kucheza kwa reserve team, lakini yote 10 tulirudi kutafuta hustle. Hiyo ndio kitu ya maana. Tangu toke college umefanya kazi ngapi ya kuunganisha stima? Labda yangu ya nyumba tu peke yake, sikufanya hata moja. Siwezi danganya, sikufanya hata moja. Ninakwambia nikirudia ni kwamba hii kukua passion yangu. Na unajua ndio sababu mimi emphasize kwa wazazi wengi, nawaambia kama mtoto anataka kufanya kitu achana naye. So ile fees ilienda tu hivyo, at least ilipata tu certificate, lakini sikufanya chochote. Of course saa hizi venye naongea naweza fix waya moja mbili, lakini bado sio passion yangu. I think ilikuwa tu by the way ili ni prepare kwa maisha ambayo yanakuja mbele. Yes. So as we speak, full time unafanya kazi ya carpentry na interior design as your profession, lifetime profession? Yes, nafanya full time interior designing na carpentry, na pia nafanya building. Kwa sababu vitu zinauiana sana, zinafanya building. Building siwezi sema kando na kwamba ninajua kwa sababu nimekuwa kwa field, ni kwamba ni kitu yenye iko kwa kizazi. Babu yangu alikuwa mjengaji mkubwa sana, na wakati mwingi tulikuwa tunatembea na yeye ili nijue, na nilipata experience kidogo kutoka kwake. So kando na hiyo pia ndugu wangu mkubwa ni contractor. So saa zile tulikuwa nasoma, napata nafasi ya kutembea na yeye na napata experience kidogo. So full time mimi ni full time carpenter, full time businessman, full time interior designer. Okay. Yes. As we lay the foundation for this interview, watu wakiendelea kukujua, is Lucky a family man ama Lucky ni msela? Lucky is a family man. Nina watoto watano, vijana 2 na wasichana 3. Mimi ni mtu wa jamii, of course, na mke mmoja. Mke mmoja wa kike? Mke mmoja wa kike. Okay. Mke mmoja wa kike, na tunakaa pale Premium. Hapo ndio makazi yangu rasmi ya kuishi. Ingawaje kazi yangu hata kama sikuwa nimesema iko pale Kipsongo. So na commute between Kipsongo na Premium. Premium ni mahali nimejenga, hapo ndio makazi yangu rasmi. Kipsongo ni mahali nimeweka kazi yangu, na ndio ofisi yangu pia iko. Okay. Yes. My final question on what you do for a living. Yes. Umefanya carpentry for so many years. Mimi nakujua siku nyingi sana. Yes. Umewahi kuwa mdosi wangu. It was 2009 huko. Yes. And still you are just doing the work you are doing today. Yes. Maybe what are some of the lessons zenye umejifunza kwa carpentry? What are some of the achievements zenye unaweza kuhesabu as we wrap up this segment of this interview? Challenges za kazi ni zote ziko across the board. Ya kwamba kuna ile challenge ya kazi kuwa chini, kazi kwenda juu.
But basically kitu yenye nimejisoma sana kwa carpentry ni kwamba kuna diverse of technology. Kila wakati technology ina change na vitu nyingi zina change. Nakumbuka ukisema vyenye nilikuwa mdosi wako, mara mingi tulikuwa tunatumia tumbao, complete timber. Unapata kila kitu ni complete timber. Lakini unapata material nyingi zimeanza kukuja, unapata kuna boards zimeanza kukuja, kuna rangi zimeanza kukuja, kuna inches, kwa mfano inches zimeanza kukuja tofauti na zenye zilikuwa. I usually joke with many people wenye walifanya kazi muda mrefu uliopita, na nikasema labda hata kama walikuwa wameaga, wakiamka saa hizo wapatiwe kazi yenye inafanyika, maybe hawatapata hata hizo vitu zenye zinatumika saa hizi. Bado watakuwa na ile ancient technology za wanatumia. Pia ukumbuke kuna tools zenye zimekuja sana. Sio kama kitambo tulikuwa tunatumia kila kitu manual. Saa hizi tunapata tools zimekuja kutoka kwa China, labda zinatusaidia sana kwa kazi. So basically ni challenge za kazi. Tu watu wengi wameingilia kwa hii kazi na imekuwa ni kama kwa mfano kuna competition ya hali ya juu sana. So competition imekuwa juu. Lakini kwamba tumebobea kwa kazi hii, inamaanisha bado tuko na wale clients wenye tumewasaidia. Achievement kubwa yenye nimefanya ama kwa mfano kwa hii kazi, mimi everything chezo nimepata kupitia kwa hii kazi. Siwezi danganya labda nimepata kupitia kwa shughuli nyingine yoyote ile. Nimepata kupitia kwa hii kazi. Kumaanisha hii kazi inalipa na hii kazi inanisaidia kukimu kila siku kwa maisha yangu. Ya kwamba ninaweza jilisha, ninaweza somesha watoto wangu na bado ninaweza ishi maisha ambayo ninataka. Na pia nimenisaidia kupata watu 2 3 ambao nimewasaidia wakajua hii kazi. Hiyo ndio achievement kubwa kabisa, kwa sababu niko confident ya kwamba nikienda mahali ninaweza pata mtu mwenye nilifundisha na nunulie chai bila kuanza kugombana, kwamba nilipata uwezo wangu kupitia kwa Lucky. So achievement nyingi na hizo ndio chache, kwa sababu kitu ya maana ni kwamba kama unaweza fanya kazi kwa zaidi ya miaka kama 10 ama 15 na inakulisha, inamaanisha sio kazi mbaya. Yes, sio kazi mbaya. Though watu wengi vijana wengi wana avoid sana kukuja kwa hii kazi saa hizi kwa sababu wanataka zile pesa za haraka. Hii ni kazi ya uvumilivu. Nakumbuka nikianza nilikaa karibu mwezi mzima bila kuona hata hela, bila hata kutafutiwa hata kazi yoyote ama kuletewa kazi yoyote na mtu yoyote. Lakini sikuchoka, niliamua nijikaze kabisa ili nione kesho itakuwaje. And here we are, kesho yetu iko bright. Asante. Okay. Now let me ask you another question. As much as I said that one was the last question on because as much as we are doing interviews pia tunataka kuinspire. Yes. Mtu akiweza kuuliza Bwana Lucky kwa safari yako ya carpentry ama interior designer, yes, the most expensive service ama the most expensive commodity umewahi kuuza ilikuwa ya bei gani? Sihitaji hata ni nini wapi. No, sina uoga kusema. Sina uoga kusema. Najua paka client na ni vizuri najua labda ataonea hii online. Ingawaje si wa hapa, ni mzungu fulani. Kuna wakati and that's the most expensive commodity niliuza. Paka saa zingine nikaanza kujiuliza nimeibia huyu client ama nini. Kulikuwa na client aliniita akataka aundiwe a simple cardboard ya kuweka sabuni na vitu vya bafu. Kumaanisha alitaka iwekwe kwa bafu na akaniambia anataka iundwe vizuri na class yenye alikuwa anataka na the most expensive wood. Wakati huo the most expensive wood ilikuwa ni mti wa rosewood. Trust me, nataka nikwambie ndio kwa sababu nikwambie kwa nini ilikuwa expensive. Nilinunua material ya by then shilingi 1500. Nakumbuka vizuri ilikuwa shilingi 1500. Of course na vitu zingine ndogo ndogo cost yangu ilikuja kama shilingi 2000. Niliuza hiyo commodity kwa 20000. So unaona hiyo ni karibu almost 200% profit. Na hakuwa na shida kupeana kwa sababu nayo ilikuwa na quality. As much as nilikaa paka chini paka nikaanza kujiuliza aje, kwa sababu ni kazi yenye ilifanyika na siku 2 na unapatiwa hizo pesa na ni cash. Na tena kwa hiyo wakati sikuwa na kazi nyingi. So that's the most expensive. Na huyu ni mama ambaye alikuwa amekuja hapo kwa umishonari na tulifanya naye kazi mingi baadaye. Though hiyo ndio niliona ilikuwa the most expensive
as per that time. Though nikikwambia saa hizi nimefanya kazi za pesa nyingi, lakini unapata percentage yake ya profit sio sawa na ile. Yes. The least ama the most embarrassing assignment umewahi kufanya, without mentioning where and what was it and how was it? Sio mbali, it's very recent. At most I think 2 months ago. Na hii nataka nikijibu pia nipatiane experience kwa mafundi wengine wanakuja ama mtu yote mwingine. Usiwahi enda kwa kazi ambayo ilikuwa imeshaanzwa na fundi mwingine ama mtu mwingine na wakakwambia unajua ufundi ABCD nini. Just do your background check. Kwa sababu mimi nilipata kuna fundi amefanya kazi almost 80% imeisha. Na saa zile nilienda wakaniambia kazi fundi ABCD nini. Nilijaribu kuinquire huyo fundi ni nani lakini wakaninyima ni nani. Na kwa sababu labda ya njaa ama sababu labda ya tamaa nikaamua kufanya. Kumbe client alikuwa na shida. Saa zile hiyo kazi ilikuwa almost 20%, ilikuwa ilipishwe kitu kama 150,000. So of course ukitoa 20% nilisema nipatiwe the remaining 50,000. Kazi ambayo ingefanyika na siku 3. Kushangaza chezo nilizungushwa kwa hiyo kazi karibu wiki 2. Na hata hiyo shilingi 50,000 sikupewa kwa sababu huyo fundi huyo client alikuwa ana demand ya kwamba mafundi wamemsumbua sana, so hawezi fanya kazi ya kupatiana pesa. Na mimi sikuwa na shida kwa sababu alikuwa na no material, nikaona acha nifanye. Nilitoka kutu. Nilioshwa. Okay. Nilioshwa na in fact nilifikisha mahali nilichoka, nikasema wacha tunuache kwa sababu kazi yenye mmesikilizana ilikuwa inaongezeka. Na ndio nawaambia watu wote ambao wako kwa industry ya ufundi ya anything, usiwaenda kwa kazi ambayo imefikishwa almost 80% ama 70% na wewe unataka kujifanya unaenda na kichwa. Nilioga. That's the most embarrassing job nimewaifanya. Na nimekuambia si kitambo. Na ni the most senior person kwa hii county. Sitasema jina. Nitanyamaza tu. Well, mimi nimekujua kwa miaka mingi sana na nimekujua kama fundi wa mbao, carpenter. Sasa just a few years ago, kitu around 2017 nikaanza kusikia Lucky anataka kusimama MCA. Na pia kwa familia yenu mimi najua kuna historia fulani ya siasa. Wewe mwenyewe utatuelezea kama utakuwa comfortable kuisema. So where did you get this inspiration ya kuwa mwanasiasa na kuwa MCA, and why Matisi Ward and not any other place? First of all, my mother, na unamjua Mama Joyce Mboni. Mama amekuwa kwa siasa kwa muda mrefu sana. Na si ati aliwahi vai, but lakini amekuwa kwa siasa kwa watu wenye wamesimama na kwa kutafuta kura, na pia naye amekuwa kwa uongozi wa union wa nurses wakati alikuwa anafanya kazi ya nurses. So I can say for a fact ya kwamba yeye ndio nimetoa damu yote ya siasa kwake, kwa sababu hakuna mwingine yote by the way kwa familia yetu ambaye ako na damu ya kisiasa. Concerning kwa nini nisimame Matisi, mimi nimezaliwa na kulelewa Matisi. Kwa nini niende kwa wodi nyingine tofauti? Hapa ndio nimelelewa, hapa ndio ninajua changamoto zenye ziko 1 2. So ni hapa ndio nitasimama Matisi. Hiyo ndio sababu nimegoma tu hapo. Sijasema nini lingine. Unless ningekuwa nasema nasimama constituency ndio ningesema labda mabawa yangu yamekwenda kwingine. Lakini kwa saa hizi mimi ni wa Matisi na hapa ndio nitasimama. Nimelelewa na nimejua geographical boundaries zote za Matisi. So kwa kusema kwamba ni nani ameni inspire, of course ni mama yangu mzazi, kwa sababu yeye ndiye alikuwa kwa pato ya siasa wakati fulani, na yeye ndiye amenilea na ninajua amekuwa kwa siasa, na ndio sababu mimi nimeenda kwa hapo. Of course nimekujibu kuhusu wapi nataka kusimama, na ni Matisi na sitaenda kwingine. Why MCA and not MP, not governor, not president? You must start from somewhere. Base yako ikuwe nini? Na chezo ni kuambia kwamba siasa inahitaji pesa, inahitaji finances, resources, na kulingana na mimi ningekuwa na uwezo kabisa, kweli kabisa ningejaribu niende hata ubunge, lakini resources zangu haziwezi fika kiwango hiyo, na sitaki kufanya guesswork kwa sababu nataka tu kuhudumia watu. Na kama nitaanzia hapo na nifaulu, maybe Mungu hujui nini itakuja baadaye, maybe nitapanda kwa hizo steps. And for me, I'm one person that believes in
small steps. Sijawahi amua kwamba ati unaruka mara moja na unaenda pa juu. So small steps zangu zinaanzia kwa MCA, Mungu akijalia tutaenda ubunge, Senate, labda governor. Of course siwezi sema nitasimama president, hiyo nilirule out kitambo. Siwezi simama president. So maybe ndaenda kwa step by step nifike mahali nafika mahali Mungu atatujalia. Asante. Kuna mtu anaishi Matisi Ward na hajui Matisi Ward inaanzia wapi mpaka wapi. Labda unaweza paint tu picture chap ya maeneo yenye iko within Matisi Ward. Labda mtu anaishi Standard ama Villagine na hajui kama ako Matisi ama ako huko Marikuni. Labda unaweza kutuchorea picha ya Matisi Ward haraka. A very good question, na imekuwa inasumbua watu wengi sana. Nitataka niseme boundaries na niwaambie wenye wako kwa boundaries wanapigia wapi kura. Tuanzie kwa upande wa mwisho kabisa. Sisi tunapakana na ward inaitwa Endebess, na upande wa Endebess tuko na mahali inaitwa Koorone. Nadhani watu wengi wanajua Koorone. Pale mahali wanaanika mahindi. Hiyo ndio mpaka yetu ya Matisi. Watu wote wa Orone wanapiga kura Matisi Primary School. Hiyo ndio polling station yenye iko mbali upande wa huko. Tunaenda, nataka kusema mahali mwisho, upande mwingine tunapakana na ward inaitwa Kinyoro. Kinyoro tunapakana kwa mahali panaitwa Manaus. Manaus Agricultural Center, kuna mpaka hapo ndio tunafika mwisho wake. Tunapoenda upande mwingine wa mwisho pia kwa mpaka tunapakana na ward ya Waitaluk, ambayo mwisho wake ni pale wa Muini B, wa Muini A lakini sisi tunafika pale St. Joseph. Watu wote wa St. Joseph wako wa Muini B pale, wa Muini A wanapiga kura St. Joseph secondary ama St. Joseph primary. Pale Manaus wanapiga Rafiki primary. Tukienda upande mwingine ni upande wa Mtondo. Not Mtondo, kwa Modoni. Kwa Modoni mpaka ile inateremka kwa inateremka chini mpaka Prisons. Hiyo ndio mpaka wetu upande wa Waitaluk. Pia hapo ni Waitaluk. Ngambo ile ni Waitaluk. So tunakutania hapo na watu wote wa hapo wanapiga kura Top Station. Hiyo barabara venye iko main road ya Eldoret Kitale, sisi tuko upande wa, ukitoka Eldoret upande wa kushoto, ukienda Eldoret upande wa kulia. Upande wa chini ni Matisi Ward, upande wa juu ni Hospital Ward. Ukienda town unafika pale inaitwa wapi? Pale Marshalls. Upande mwingine ule ni Tiwani Ward, upande huku ni Matisi Ward. Sijui kama ni kuna mahali nimesahau. I think you've covered the better part of it. Roughly Matisi Ward inawapiga kura wangapi? As per last IBC population tulikuwa na wapiga kura 26,000 na wamegawanyishwa kwa polling station 10. Polling station 10 ni Matisi Primary, Kettle Deep pale Luhuna, lakini wanapigia Kettle Deep. Hiyo ndio demarcated kwa IBC. Tuko na Chetoto Primary, tuko na Town Hall. Town Hall ni pale mali ofisi ya governor, ofisi ya kitambo ya governor iko. Hapo ndio polling station nyingine. Tuko na polling station inaitwa Grassland, tuna polling station inaitwa Rafiki, kuna polling station inaitwa St. Joseph, kuna polling station inaitwa Prisons. Kuna polling station mbili pale. Kuna moja ile ya main ya ndani ya prison na kuna moja nje. So kuna polling station mbili hapo, na then kuna polling station ya mwisho ambayo tunaita Top Station. Ni polling station 10 ambayo iko na wapiga kura 26,000. Yes. Kuna polling stations ambazo zinasemekanaga kuwa determining factor. Polling station ambayo inakuwa piga kura wengi sana, ambayo ukitoboa hapa unaanza kupata matumaini ya kutoboa. Hapa Matisi Ward labda ni polling station gani? Polling station ya Matisi polling station iko na influence. Iko na influence kwa sababu inawapiga kura wengi sana. Inapiga kura wengi ikifuatiwa na Chetoto Primary. Na nikupatie tu rekodi historia kidogo. That's why MCA wenye walipita wengi wanazungukia kwa hizo polling station mbili. Wanazungukia kati ya Matisi polling station na Chetoto polling station kwa sababu iko na wapiga kura wengi. Polling station ambayo pia na determining factor, lakini nayo haikuangi na influence sana, ni polling station ya Town Hall. Kwa sababu Town Hall watu wengi ambao wanafanya biashara town wanapigia pale kura. Of course shida yenye iko na hiyo polling station ni kwamba watu wengi huenda hapo kupiga kura ya president na governor maybe na mbunge, kwa sababu watu wengi ni wenye wana biashara na watu wenye wako na vitu vyao.
hawafuatilii sana za huku, lakini polling stations zinafanya determining ni Matisi polling station na Chetoto polling station. Okay. Yes, kwa sababu nao wako na numbers. Yes. Now let's get now to your bid as a politician. Wakati sasa umeamua mimi nataka kuwa mwanasiasa. Hii siku umekaa tu chini ukajiambia ni aje? Mimi nataka kuwa mwanasiasa. Ni nani ndiye alikuwa mtu wa kwanza kabisa wewe kumwambia I want to join politics? And what was the reaction of that person? Mamangu. Mamangu ndiye alikuwa mtu wa kwanza kumwambia, kwa sababu yeye ndiye amekuwa pila ya maisha yangu yote. Yeye ndiye alikuwa wa kwanza. The only thing aliniambia give it a try. Sio rahisi lakini give it a try. That was I think in 2020, kabla sijajaribu kwa 2022. Alinipatia support yote yenye ilikuwa inahitajika. In fact baada ya hapo yeye ndiye aliita family meeting na akawaambia ndugu yenu anataka kufanya ABCD. Mimi nimezaliwa kwa familia ya madada wawili na mandugu watatu. Nilipoteza ndugu mmoja, tubaki mimi na ndugu yangu na madada wawili. So sasa zile tulikutana. Of course kulikuwa na changamoto kwa familia, kwa sababu mandugu labda wanaona ni kama utabetray vibaya familia na nini, lakini baadaye walikuja wakakubali na wakanisupport kwa wakati huo. So huyo ndio mtu wa kwanza mimi nilitangulia kuambiana kwake, na yeye ndiye alinipatia go ahead mara ya kwanza. What was the reaction ya close friends, church, workmates, kuambia watu ni aje? I am your next MCA. I want to vie for MCA. Wali react aje? Siasa ni mchezo chafu. Na ukumbuke saizi hata wewe sasa ukisema unataka kusimama MCA, hakuna mtu mwenye atakwambia huwezi. Kila mtu atakuwa anakupigia makofi na kusema wewe ndio ulipita. Wewe bila mwingine ndio hivyo. Mimi hupenda kuchukulia matamshi ya gavana wa Bungoma, Ken Lusaka. Yeye usema mwanasiasa yote akienda hata kwa kanisa, sasa zile anafika wanasemanga wewe ndiye hata tulikuwa tunaongoja. Mwingine akikuja anasema wewe naye ndio ulikuwa unaongoja. Of course kuna marafiki ambao ni waaminifu. Wakati huo waliniambia as much as unajaribu lakini hatuna fedha. Maybe hatuwezi faulu. Na kuna marafiki ambao walikuwa wanakupatia tu moyo, anakuambia jaribu ama nini. Nakumbuka kuna wakati nilikuwa almost nime give up. Almost nilikuwa nime give up kabisa. Na kulitokea rafiki yangu ambaye ni rafiki yangu kabisa, na akaniambia Lucky, mahali umetoka ndio mbali, mahali unaenda ni karibu. Na hiyo maneno yalinitia moyo sana wakati huo nilikuwa nangangana wakati wa siasa. Kwa sababu sikuwa na finances, sikuwa na uwezo, sikuwa na kila kitu chochote. Huyo ni mwaka wa 2022. Na akaniambia mahali umetoka ndio mbali na mahali unaenda ndio karibu. Na wasikuone ni kama wewe ulikuwa broker, umekuja kupima hewa. Na hivyo ndio ilinifanya nikafika mpaka dakika ya mwisho. Na ukumbuke nilisimama kama independent, na ilikuwa changamoto kweli kabisa. Kwa sababu hauna any support, hauna nini, umetumia resources zako zote. Of course sikuuza shamba, sikuuza ng'ombe, sikuuza kuku kwa sababu ya siasa. Lakini resources kidogo naenda kufanya kazi unapata, ndio ilikuwa inanisaidia. So marafiki walikuwa na ku-encourage, wanakupatia nguvu, wanakupatia mwelekeo, lakini bado mwingine anakuambia ukweli, anakuambia acha tujaribu lakini hatuna fedha. Yes. Why independent? Mbona hukujoin party? That was the challenge, because nayo parties zilikuwa na shida zao. Ni kupatia kwa mfano example rahisi na ilitokea. For example kama chama ya DAP Kenya ilikuwa na waniaji kama 6. Hawakufanya nomination. Walienda na wakapinpoint mtu mmoja ili afanye nini? Asimamie. Twende kama hata ODM. Walifanya nomination ambayo ilikuwa shamble. Ya kwamba tu walikuwa wamejua ni mtu fulani atakuwa anapatiwe kiti, na sasa ilikuwa tu ni formality. The same case na Ford Kenya. The only party yenye niseme wazi ilikuwa imeni approach na nikaona ni kama idea zao sikuwa nazifuatilia kabisa, ilikuwa UDA. Na hata ndio sababu UDA walipatia tu aspirant mwenye hata hakuwa amecampaign, kwa sababu mimi niliona ni kama sikutaka. Pia nilikuwa nafikiria nikuwe somehow independent minded kwa sababu ya kukuwa independent candidate, but haikuwork kwa sababu sikuwa na fedha. Ukikuwa independent inahitaji ukuwe na fedha kabisa. Yes. Lucky, mara yako ya kwanza kabisa kwenda sasa kwa watu openly na kwenda kusema sasa, you know what, watu wa Matisi, mimi nataka kuwa MCA, ilikuwa wapi? Na how was the reaction? Nakumbuka vizuri.
Chezo unanijua vizuri, nimekuwa kwa uongozi wa vyama vya vijana na nini katika kaunti hii. So sijakuwa mchache wa kuongea kwa watu, lakini kwa mara ya kwanza mimi kuenda kwa public function ilikuwa kwa kanisa ya Revival pale Rafiki. Saizi wanajiita Transformation. Hapo ndio ilikuwa platform yangu ya kwanza kabisa, na nilikuwa na marafiki yangu watatu. Nadhani nakumbuka ilikuwa Agri na Lianya na Martin Nyongesa. Tulienda hapo na tukaongea. Reaction ilikuwa nzuri. Na nashukuru sana kanisa hilo kwa sababu nadhani hao ndio walinishikilia mpaka mwisho, kwa sababu nilienda baadaye kwa mikutano mingi kiasi. Na nakumbuka hiyo ndio ilikuwa mkutano wa kwanza kwangu kwa kanisa, na mkutano wa kwanza kwangu kwa public labda kwa matanga ilikuwa kwa rafiki yangu mwingine alikuwa anaitwa Abel pale mtaani tu. Hapo ndio niliambia watu wa nyumbani kwamba mimi nataka kusimama. Reception ilikuwa mzuri, lakini si unajua siasa venye wanasema inahitaji resources. Nadhani hiyo ndio ilikuja kanilemea, lakini hizo ndio mikutano mbili za kwanza mimi kwangu. Hata nakumbuka kwa sababu memory yangu ina serve right. Matanga ilikuwa Saturday na Sunday tukaenda kanisa hiyo ya nini, the same week, na ndio nilianzia hapo. Yes. What was the reaction of your wife and children about you vying for MCA? Walikuwa very supportive, very supportive. Na imagine hata mke wa nyumba wangu alikuwa ndiye anachukua dress code ya kila weekend. Ukitaka kuenda anakuambia usivae hivi, ufanye nini na nini. Watoto pia nao walikuwa na wito. Paka mimi watoto wangu wote walikuwa naandika MCA kwa vitabu vyao kwa sababu walikuwa overjoyed kwa sababu baba yao labda amesimama. Generally I can attest ya kwamba familia yangu ilikuwa inaniback fully kwa njia zozote zile. Ilikuwa inafika wakati hata unapata ndugu yangu mkubwa ananitumanishia pesa, napata kwa mfano pesa kidogo kama 1500, aniambia enda jaribu, anakimbia fanya hivi na hivi na hivi. Hata wakati wa mwisho wa kupiga kura 2022, ndugu yangu aliahidi kila mtu mwenye atanipigia kura atampatia kitu kidogo, na alifanya vile vile. Of course hatujui nani alitupigia kura, lakini alipatia wenye walikuja kusema walipigia na akampatia vitu kama hivyo. So in family walikuwa supportive 101%. Yes. Tunajua ulikuwa unapambana na MC ambaye alikuwa kwenye kiti na mambo ya pesa na nini alikuwa vizuri. One Obed Mahanga Mwale, the current MCA wa Matisi Ward. Yes. Na kuna kipindi fulani alikuwaga wakati yako MCA nilikuwa nakuona ni kama uko the opposite camp. Ni kama uko against the MCA. Kidogo MCA akadeclare anataka akakuwa anasema nini, nataka kuwa senator. Mimi mwenyewe sijamsikia akisema nataka kuwa senator hata saizi. Lakini watu wanasema, the way people walikuwa wanasema, bado wanasema leo. Na nilikuwa ni kama lucky yako the opposite side. But wakati Obed alisema anataka kuwa MCA, anataka kuwa senator, nikaona ni kama Obed lucky yako tena side ya Obed. Do you believe in mtu mwenye ako kwa kiti akikuendozi unaweza kutoboa? Do you believe in that concept? It is logical ya kwamba lazima mtu mwenye ako kwa kiti si kukuendozi, lakini yeye naye ni mpiga kura wa hapo. Kumbuka yeye ni mpiga kura wa Matisi Ward. Tunatafuta kura moja ziongezeke zijae. Kwa nini kuwa adui yake? Kwa nini kuwa adui yake? Sasa zile yeye sio competitor wako na yeye anatafuta kura, unatafuta kura yake. The same way yeye anatafuta kura yangu ya kuwa senate labda wa Trans Nzoia. Tu yeye ni mtu mwenye ana familia ya wazazi, familia ya mke na nini. Wote ni wapiga kura wa Matisi. Uwezi assume mtu kama huyo. 3, huyu ni mtu mwenye amekuwa kwa uongozi kwa miaka 10 wa uongozi huu. Kuna following yenye yako nayo. Ni ya watu 10, ya watu 20, ya watu 100, ya watu 1000 labda. Na amekuwa anapata kura. Kwa nini uunde wadui kwa mtu mwenye anaweza kusaidia pia wewe na upite? The same scenario ya kwamba inatokea kwa national politics. Ya kwamba Ruto aligundua kwamba kwa nini afanye wadui na mtu mwenye alipata kura milioni 6. Hayati marehemu Oginga. Na ndio sababu akafanya urafiki. Kumaanisha tukiongea kwamba MCA mwenye yako current ya kwamba anaenda kiti kingine, lazima tumuunde urafiki. Siasa haina uadui wote. Na ukumbuke Chezo, tusianze kudanganyana. Unakumbuka 2017 sisi ndio tulikimbia tukapata hiyo uongozi ya MC wa Matisi, na inajulikana wazi.
kwamba yeye tu ni wakati mwingine mzuri ya yeye kulipa ama kurudisha mkono kwa mtu ambaye alimsaidia wakati ule. Na sijidai kwamba nataka endorsement ya mtu yoyote. Mimi natembea peke yangu na najaribu venye naweza nipate kura venye zinatakana. Lakini yeye ni mpiga kura hapa, siwezi unda wadui na yeye hata kidogo. Okay. Na pia kuna miradi ambazo amekuwa anafanya zenye ni positive kwa community. Maybe naweza taka niziendeleze. Sitaki ile scenario ya kwamba mtu akikuja tena unaanza kufanya vitu zingine ambazo zenye community haziko inataka. We will get there. Yes. Hapo kwa miradi tutakuwa very specific. Yes. Specific on that. Yes. Before we go to another commercial break, ningetaka kuuliza, being a first time politician, ndio umejoin tu siasa. Yes. How was the experience, personal experience? Did you feel like at some point ulikuwa unaishiwa gas at some point? Yes, it's again human. Kuishiwa gas, kukua demoralized, kufanyiwa maneno yote, kukua online bullied, kutukanwa, kuingiza familia yako kwa vitu kama hizo. Siasa iko na hizo vitu zote. Sometimes unakuwa unachoka, lakini kwa sababu mimi nimekuwa na uzoefu kidogo kwa siasa. Sio kwa vile nimetaka kusimama, lakini kwa wakati mwingine nimekuwa na uzoefu. Na pia nimekuwa na uhusiano mzuri sana, na unajua vizuri. Nimekuwa na uhusiano mzuri sana na community yenye naishi nayo, kwa kufanya vitu zenye zinahusiana na community. Haikuwa inanisumbua sana kwa sababu I know somebody who abuses you and does not know you inside out, hana agenda yote, ni kitu tu anaamua kukutusi. Na watu wengi alikuwa anaweza kuongelea vibaya kwa sababu hajakutana na wewe on a personal level. Alikuwa anaongelea tu kwa sababu amesikia kutoka kwa mwingine, ama amefanya nini, ama amekuona wewe ni mchafu, ama amefanya nini. Kuna mtu hata alikuwa anasema tu ni fundi wa mbao nini. Na ajui labda mimi hata bills zangu za mwezi zinashinda mtu mwenye anafanya kwa ofisi ya white collar. So ni unamuelewa. Na mwingine anaongea hivyo na unapata labda mzazi wake bado ni fundi wa nini? Wa mbao. So ni vitu zenye nilikuwa nazoea na zilikuwa zinanitolea, labda zinakupatia nguvu na kuisha, lakini venye nilikwambia nina marafiki wazuri ambao inafika wakati wanakusikiza, wanakuelewa na wanaona venye wanaweza kukusaidia hata kimawazo. Pia na unajua mimi ni mtu wa kanisa. So saa zingine ulikuwa unafika mahali pastor wangu na anakuja anakuguide na anakupatia moyo, anakuambia inakuwa hivi na hivi na hivi. Of course kwa siasa kama unakuwa na moyo mdogo utapeleka watu wengi jela, utapigana na watu wengi, utaua hata kama inawezekana. Utafuta watu kwa giza. Utatafuta watu kwa giza wafanyie hiyo kitu. Yes. Okay. Yeah. Now, let's talk about the election, the voting day. Yes. The voting day 2022. Yes. Ilikuwa tarehe 8 mwezi wa 8. Yes. Tarehe 8 mwezi wa 8. 2022. Kwanza, did you sleep? 2, which one is your voting center? And how was that time? Kuanzia uamke, are you shaking? Are you asking yourself, ama nitashindwa? Are you just comfortable? Are you assured of winning? Are you prepared of nikishindwa sawa? Ukifika polling station, people are looking at you. No, this is a Jega Matini. Amekuja kupiga kura. Unaangalia watu, kuna watu wanakuangalia, wengine wanaona huyu anakaa, this one is going to vote for me. This one does not like me. How is the feeling? After hapo umeenda home. What are you doing after that? After voting, where did you go? Chezo, it's an experience I usually don't want to recur, but lakini kwa vile tuko hapa, haikuwa experience mbaya. Niseme hivyo ilionekana ilikuwa experience mbaya. One, I accepted kwamba nitaanguka some few months to election, because nilianza kuona kwamba ni kama nimelemewa na fedha, siwezi move tena, alafu opponents wenye wamekuja wengi walikuwa na pesa. Of the 18 tulikuwa tumesimama, I was the only one, and you can go anywhere and ask kwa hii ward mzima. Nilikuwa peke yangu mwenye hata sikuwa ipatiana shilingi 1500 kwa harambee yote, lakini watu wengine walikuwa na pesa. Tulikuwa 18. Kuna mtu alikuwa amebrand paga unga ya ngano, alikuwa anapeana kila wakati. So nilifika mahali nilikuwa nimefikia kiwango kwamba nimejikubali. Ni sawa na venye umeenda hospitali na umeambiwa wewe ni HIV positive. Utafanya nini? Hakuna return. So sikukuwa na pressure. On voting day tarehe 7 nilala. Tusidanganyane, nilala.
Hakuna mabeshte wanakutafuta? Walinitafuta sana, lakini mimi nilala na nilikuwa nimeprepare, nimeambia agents wanaenda hapa wanafanya nini na nini na nini. So nilikuwa prepared ya kwamba anything can happen, anything is going to happen. So nilala. On voting day asubuhi, of course niliamka nikatayarishia watu wangu wenye walikuwa maagents wangu chai, wakapelekewa, nini. Hawakujua kwamba mimi nilikuwa nimesha give up kabisa. Nilienda nikavote. Nilienda na mama yangu, kwa sababu mama yangu na mimi tuna vote kwa one polling station, Chetoto Primary. Mke wangu alikuwa na vote Kettle polling station. So nilienda na mama yangu na dadangu, tulikuwa watatu tukavote na tukatoka, tulikutana. Kitu yenye ilinishangaza ni kwamba nilipata watu wenye wako laini ni watu wenye tunajuana wengi. Lakini mtu alikuwa anakuambia ukweli, anakuambia kumbe wewe na ulikuwa umesimama. Yes. Huko hai campaign? Una campaign wapi baba? Una campaign aje? Na tena ujue tunaongelea watu 26,000. Wewe una concentrate na watu 1,000 ukiconcentrate. So mtu anakuja kuuliza na kuambia mimi ni rafiki yako ndio, lakini mimi sikujua uko umefanya nini? Umesimama. Kuna mwingine hata anakwambia, mimi nisha vote lakini nilijua wewe hausimami." Kwani hakukuona kwa hiyo ama juu ilikuwa 18? Lakini sasa si ni 18. Ni line ya watu 18. Na yeye anaenda huko kwa concentrate, anajua chezo ni number 5. Na ndiye alikuwa ameenda. Hata anza kuanza concentrate kwanza na namba 1 na hako na bowling na ballot ngapi? 6. Unanipata? So ilikuwa inafika mahali mpaka mwingine anacheka. Nilienda polling station zote 10. Na kila polling station nilikuwa naenda, kuna watu walikuwa wanacheka. Wananiambia lakini kumbe ulikuwa umesimama. Si tulisha vote kitambo, hatuko tunajua. Next time. So hiyo ndio ilikuwa challenge nilikuwa nayo. Baada ya kura kuhesabiwa, hiyo ni tarehe 8 jioni. Mimi si nili withdraw my super agents wapi kwa polling station. Kwa sababu niliwaambia reports zenye nimepata ndogo ndogo hazionyeshi kama tunaenda mahali popote. Lakini tumejaribu wenye tunafanya nini? Tunaweza. So nilirudi nyumbani, of course kuna consolation kidogo. But wacha niambie kwa sababu labda utapata opportunity kwa aspirant mwingine mwenye alianguka ukweli. Ukianguka kura unapoteza marafiki. Ukianguka kura watu wanakukimbia. Unakimbiliwa. Unajua mimi workshop yangu tarehe 8 nilianguka kura. Mimi nirudi kazi tarehe 9. Immediately. Because nilikuwa na junk ya kazi na sikutaka nianze kupoteza. Umepoteza kura, upoteza clients no. Siwezi fanya vitu mbili mara moja. Nikarudi. Do you know sikukuwa na mtu yote hata mwenye tunafanya nao kazi for the next 3 days. Watu wanafanya na wewe kazi wameepa. Wameenda. Hawako. Lakini niliwaelewa. Niliwaelewa kwa sababu labda nao of course walinipigia kura, lakini walikuwa wanaona ni kama tumeangusha huyu jamaa ama nini. Na walifikiria labda mimi ni mtu mwenye nitakuja hapo na ni react, niamue hata sijui, lakini tokeni hapa, lakini sikufanya. Nilikuja nikafanya kazi tarehe 9 peke yangu, tarehe 10 peke yangu. Lakini saa zile watu walikuwa wanakuja kwako wengi, hauoni, unakuwa deserted. Hata ukienda kupanda pikipiki kwenda kwako unaona ni kama watu wanakuavoid, wanakuavoid. Lakini mimi nilikuwa strong. Baada ya kama wiki moja, si baada ya wiki moja, the same Sunday nilienda kanisani kupatiana shukrani zangu. Ndio at least watu wakaona kumbe ni kitu yenye ni natural. Lakini ni challenge kwa watu wengi. Majority ya watu wenye wanaanguka kura chezo wanaenda depression. Watu wengi wanaenda depression. Did you feel like giving up, staki tena siasa? No, nimekuambia na nimerudia, mimi nimekuwa born time politician. Hata kama kando na kusimama, politics imekuwa kwangu ikiendelea. So sikukuwa na muda wa kusema na give up. Nimekuwa nasema, of course sikuwa decide kama nita tena, kwa sababu nilikuwa nimejipatia option moja. Nilijua kitu yenye nilifanya nikaanguka ni kwamba sikuwa na fedha. Kitu ya pili sikufanya mobilization ya kutosha. So nilikuwa nimejipatia roho, nikasema kama nitawahi simama tena, nitasimama kama niko na pesa. Kama sina pesa, sitasimama. Story yako imenitouch sana kwa sababu I'm one of the people ambao nimewahi kufanya initiatives fulani na zikakosa kwenda vizuri. I'm just imagining how you were feeling. Umesimama kura alafu imekuwa venye umesema hivyo. 2027 is here. It's coming on the way. Tulianza kusema 5 years, 3 years. Sasa hii tuko tunahesabu not even 2 years. Yeah, mwaka na nini. So, are you still running for MCA 2027? Yes, I'm running.
Okay. I'm running full packed 2027. I knew my mistakes wakati wa 2022. I know where I messed. I know what is needed. And I'm ready to go. Na narudia nikisema nina marafiki wazuri sana ambao wanani encourage na wananipatia motisha ya kuenda. One thing for sure na narudia ni kwamba politics need finances, resources and the ability to move to the people uonge now. So I'm ready. I'm very much ready for 2027. Okay. Yes. Kwa haraka kuna mtu ama kwa community nimekuwa naona watu wengi sana wanalaumu the wrong people for the wrong things. Unapata mtu analaumu huyu mwanasiasa hajafanya hiki, kumbe sio kazi ya huyu mwanasiasa. Kwa haraka tu within 2 minutes. What is the role of an MCA? The role of an MCA is the same as the role of the MP. Na hiyo ni legislation, oversight na nimesema legislation, oversight na representation. Okay. Mahali kidogo watu wanakuanga wamechanganyikiwa ni pale pa representation. Kwamba wanafikiria wao ukienda huko ni kama utakuwa na wape pesa ama nini. But representation inamaanisha kwamba hatuwezi uenda wote kama ward ama kama constituency kwenda kuongea maneno yetu huko. Tumetuma tu mwakilishi aenda tuwakilishe. And that's what I'm going to do. Sitaenda huko nianze kusema ya kwamba nataka nifanye hivi. Sio mimi, tumetumwa na mtu. So ndio sababu katiba yetu ilileta kitu inaitwa public participation. Ya kwamba kama tunataka tuunde dam ama tuunde mtoni mahali fulani, tukuje tukae chini, watu waseme tunataka hivi na hivi na hivi. Mimi mwakilishi wao niende niwakilishe. Hiyo ni upande wa representation. Upande wa legislation kuna sheria ambazo zinatuguide ya kwamba kila mahali. Of course tuko na constitution yenye ni written. Sisi tuko na bahati kama wa Kenya kwamba tuko na a written constitution. Lakini ukumbuke kuna bylaws zenye zinaundwa kila wakati kwa county na kwa national government kwa ubunge. So kama mtapata mwakilishi mzuri, kuna sheria zenye hazitapelekwa vizuri kwa bunge. Mimi hupenda kusema hivi. I am a retired youth. Wacha nitumie hiyo jina kwamba nimepita tu kwa umri wa miaka 35 na miaka kama 5 hivi. Kama saizi Chezo wewe unataka kufungua biashara kama youth. Do you know unasakamu kwa the same licensing policies za mtu mwenye anafanya kazi miaka 50. Mimi nikitaka nifungue labda kwa mfano saizi duka ya kuuza kwa mfano vipuli ama ornament. Unajua nitakuwa sakam tu kwa license zenye zinapatiwa duka kwa mfano kama Transmattress. Same conditions. Same conditions. Hakuna sheria imewekwa kwamba huyu ni under 35, maybe sheria zake zikuwe chache kwa sababu ndiye anaanza, ni startup. That's why hata kwa hii kaunti yetu unapata vijana wengi wanaanza biashara lakini baada ya muda kidogo zinafungwa because hawana access kwa ile sheria kidogo yenye inasaidia vijana. Mwaka wa 2013 if I'm not wrong, wakati Kibaki alikuja, aligundua kuna issues wakati tunaenda kuapply, vijana wanaenda kuapply tenders. Na ndiye akaweka kitu inaitwa AGBO. Ya kwamba kijana akienda kuapply tender na akuwe na hiyo certificate yenye yako na AGBO, anatakuwa na akuwe relieved kwa vitu moja mbili. For example kama license, kama kwa mfano taxes zingine ndogo ndogo. Na ilisaidia. Lakini kwa mfano kama kwa hii county, tukisema kwa mfano saa hii unataka kufungua biashara, unaenda tu unasakamu kama wengine. Hapo tumesema kwa legislation. Nimeongelea representation, nimebakisha nini? Nimebakisha oversight. County government inaongozwa na executive ambao hao ndio wanashughulika na pesa. Hiyo ndio ukweli. Tusipopata watu wenye wataangalia hizo pesa zinatumika aje, itamaanisha vitu mingi zitakuwa zinagwama na pesa yenye ilikuwa imesha kadiriwa. For example, venye tunaongea saa hii ya kwamba kuna watu wanafaa waende Kekoso, michezo ya intercounties. Lakini inatamausha kwamba tunasikia maybe of the 47 counties maybe Trans Nzoia will not be participating because hawana finances. Remember, saa zile budget inafanywa, hiyo inakuanga kuwa catered for.
ya kwamba kuna wakati fulani sports zinatakana zikuwe zimewekwa pesa fulani ya kwenda mahali fulani. Oversight yetu ni kama imelegea, kwa sababu nitakuwa nawaulize kwa ile budget tulikuwa tumeweka kwamba kuna pesa za sports ziko wapi, ndio ili county ya Trans Nzoia isiwakilishwe kwa michezo ya kikoso. So nime highlight ya kwamba hizo ndio kazi za MCA. Kuna zingine zenye wananchi wanafikiria lazima zifanywe, na of course lazima ufanye kwa vile wewe ni kiongozi, ya kwamba barabara za lazima zilimwe, lakini ukumbuke barabara zinatakana zilimwe na executive. Wewe uko hapo ku oversight ya kwamba zilimwe vizuri na zilimwe mahali natakana, na zihakikishe zimefanywa venye natakana, imefanywa grading, imefanywa maraming vizuri na imefinywa. Nitakuwa nimefanya kazi yangu ya oversight. Sasa zile sheria kwa mfano zinapitishwa na hazifanywi, mimi kama oversight tena nikukumbusha kidogo. Sasa hivi tunaongea county imetoa ilani ya kwamba wataki vibanda vyote ama biashara yote ifanywe kando ya barabara. Unajua tutalaumu executive, lakini ni sheria yenye iliundwa na nani? Na county government na ma MC ambao tulichagua. So sio governor will make your decision. Anafanya tu implementation ya sheria yenye ilifanya nini? Ilikuwa imeshaundwa. So kama tutakuwa tulaumu wanasheria wenye wanaunda sheria hizo, because yeye ana implement. Na kama haikuwa imepitishwa kwa county assembly ya kwamba hizo vibanda zisibomolewe, assembly wenyewe ndio watakuwa wakuje kwa upande mwingine wa representation kwa watu, waseme sisi na represent watu na tunasema hakuna sheria yote iliwekwa ya kwamba watu watolewe. Nadhani nimejieleza. Yes. Let's talk about issues. Let's not talk about people. Yes. Lucky, as an MCA, as a Matisi Ward MCA, what could you do better than what is being done today? I'll just find opportunities. Sisi Matisi Ward ni one of the wards, few wards ya kwamba zenye zina house ghetto. It's an urban ward, so ina house ghetto mingi. Tukiwa na Buruma, tukikuwa na Shanti, tukikuwa na Matisi mwisho, ndio ina house ghettos nyingi. Ghettos zinakuja na challenges. Challenges in crime, challenges in prostitution, challenges in theft. Yaani hiyo ndio inabeba challenges zote. Na tusipotafuta opportunities za kutafutia vijana, of course hatuwezi tafuta opportunities kwa wote, lakini tukipunguza watu wachache wapate shughuli kidogo, inamaanisha tutagrow. Do you know ya kwamba Matisi Ward of the 25 wards in Trans Nzoia County ndio hatuna soko? Sisi peke yao ndio hatuna soko. Soko inakuja na benefits. For example, kuna soko yenye iko Bondeni, inakuwa inafanya shughuli zake on Tuesday. Just go there on Tuesday, uone economical situations zenye ziko. Biashara inafanyika, bodaboda wanafanya kazi, wamama wako busy. Ina grow economy ya hiyo mahali. Sisi Matisi hatuna. Mimi nafikiria labda Mungu akitujalia tupate opportunity. Tukiwa na soko mbili Matisi, tutakuwa tumechange perception ya vijana, perception ya wamama, kwa sababu watakuwa wanatafuta vitu ya kufanya, wanaenda soko. Vijana wanapata kazi ya kubeba mizigo kwa bodaboda, wanapata mizigo kubeba kwa migongo na nini, wanapata ajira. Mtu ukifanya kazi mara nyingi, ukifanya kazi na ujitume, ikifika jioni unakuanga hauna option, ni kupumzika. So nimeongelea upande wa empowerment. Tukipata soko tutakuwa tumepanua empowerment. Number 2, Matisi peke yake ndio iko na clinic, in fact ni mbili zenye hazifanyi. Clinic ya Grassland saa zingine hata ikuangi na dawa, na kuna moja iko Rafiki. Ukumbuke mahali nimetaja mahali pawili hapo haina congestion ya watu. Congestion ya watu iko Kipsongo, congestion ya watu iko Matisi mwisho Ruro. Kama tutapata uwezo tukue na another one facility in between. Kuna shamba ambayo saizi imehouse ofisi ya chief pale Kettle Deep. Pia imehouse ofisi ya MCA. Tukipata uwezo tuongeze hapo kukue na dispensary nyingine. Itaserve watu wengi na itatusaidia kwamba hatutakuwa na shida kwamba tuende tusumbuane na hospitali kubwa ya referral. Hiyo ni pili. 3, security.
Mimi mawazo yangu ni kwamba naona kuna mataa zinawekwa, lakini kwa vile tunataka kukab security, ninge propose hizi security, hizi high mask ziko ziweko pia na labda CCTV, ili kama inawezekana saa zile zinawaka pia zinatusaidia kuangalia wahalifu. Hatusemi wahalifu wote wanatoka Kipsongo, tusemi wahalifu wote wanatoka Matisi. Wanaweza kuwa wanatoka kwingine, wanakuja wanafanya vituko vyao na wanaenda. Itatusaidia kukab insecurity kwa kiwango. La mwisho, kwa sababu sitasema agenda zote, hii ni interview ambayo itaonekana kila mahali. Kuna wenye wajui kitu wenye wanataka wafanye Matisi waanze kucopy and paste. For example, barabara. And let me be categorical kwa sababu sitaki kusema vitu zenye ziwezekani. Barabara za Matisi ziko na shida, lakini pia hizi shida zinaletwa na sisi wenyeji. Wewe ni mkaaji na umetembea Matisi, unapata watu wengi wamejenga paga wamesqueeze barabara. Hata utapanua aje? Kupanua kwake kutakuwa gumu. Nimekuwa wiki hii Friday upande wa Matisi. Hata gari haiwezi tana na hamwezi pitana gari mbili. Lakini unapata watu wamefinya na wamesqueeze. So ndio tuende na tujisaidie. Itabidi kwa mfano wakati mwingine tukae na wenyeji. Wenye wame encroach kwa barabara watoke ili graders ziunde barabara zetu. Na wakikataa kutoka, nasikia saizi walikataa kutoka ndio bana kupanuliwa kwa barabara hakukufanyika. Wakikataa tena, how will you solve this situation? No, I cannot solve because matters of roads, matters of security. Kwa hiyo itakuwa ni security. Tutawachia tu chief na yeye na internal security kwa sababu hao ndio wanajua demarcations za barabara. Wapewe reality ya maneno. Biko niko hapa, weka mpaka yako hapa. Na unajua ukisema Chezo kwamba wakikata ni wangapi? Utapata watu wenye wako along the road hawapiti hata watu 10. Na inasumbua watu wenye wako upande mwingine. And again, lazima tuongee tu logically. Ya kwamba wacha tu imagine moto umetokea. Barabara itapitishwa na nini? Wacha tu imagine tunataka kutafuta mtu na ambulance. Atabebwa kivipi? Ni kitu yenye tunataka tu tushare. Hii kitu hijakuwa geni, iliwahi happen katika enzi ya MCA wa Tiwani. That should be 2013. Tiwani kulikuwa na hiyo shida ya encroachment ya barabara. Trust me, enda pita Tiwani upate uone. Barabara zilipanuliwa na watu wanaogopa hata kuingia kwa barabara kwa sababu wanajua wanaweza bomolewa. Ilifanyika na inaweza fanyika. Yes. What are some of these projects ambazo Honorable Obed Mahanga Mwale, Matisi Ward MCA, Trans Nzoia County Deputy Speaker, what are some of these projects zenye amezifanya una feel hizi projects ni nzuri, wewe utazifanya zikuwe bora zaidi, ama utafanya projects nyingine za namna hiyo ambazo zitafanya maisha ya wananchi wa Matisi Ward wawe afadhali ama better than what we are today? For a start, kuna mradi yenye Mheshimiwa Obed Mwale Mahanga alianzisha ya gas, of which ni project yenye limbebea jina juu sana. Trust me, na uwezi amini, ni project ambayo ilikuwa nzuri sana. The only problem na project ya Ondoa Moshi Matisi ambayo ilikuwa project ya Obed Mwale Mahanga, ilikuwa ni kama watu walikuwa wanachukua gas wale wenye walikuwa wanapewa. So kama hata gas ilipatiwa 1400, watu 1400 ni watu 1000 labda ndio walichukua. That's the main problem. Lakini tuelezane ukweli, ilisaidia watu wengi. Chezo ieleweke. Sio kila mtu anaweza nunua mtungi wa gasi wa kilo 6. Na hiyo bei haiwezekani. But pia naye tuanze kuangalia the sustainability ya the project. Kwa sababu mtu walikuwa ananunua project wanapatiwa gas na hiyo ya kilo 6, lakini unapata ameshindwa hata kuirefill. So ni sustainable? No, it's not. Lakini ni nzuri kwa sababu nitakuwa na gas kwa nyumba, nijikaze, nione nimetumia moshi kwa muda, lakini nitakuja nijaze baadaye. Kama mimi ningekuwa na uwezo, ni ya kwamba hii ni project yenye ingesambaa kila mahali, lakini ipatiwe equitably. Ya kwamba kila mtu afanye nini? Apate. Mradi mwingine yenye labda mimi nafikiria labda alikuwa amefikiria kufanya na maybe ni hakupata mwelekeo vizuri, ni mradi yenye alikuwa anataka kuempower vijana. Kuna vijana walipatiwa tangi za maji. Pikipiki. Unfortunately pikipiki. Unfortunately vijana wenye walikuwa wanapatiwa walikuwa wanauzia kwa gate kwenye na kwenye. But shida ilikuwa ni kwamba yeye alipeana. Yeye alishapeana. Lakini shida ni kwamba hakuprepare hao watu kwa kitu kenye wanapatiwa. Saa hizi vile tunaongea kuna mradi wa serikali wa Nyota. Wanapatia watu 1050. As we are talking now,
kuna wenye watakwenda kupewa pesa wako kwa training. It cannot be 100% perfect ya kwamba watu wote wenye wako kwa training wata implement the 50,000 kwa biashara. Lakini kwa kiwango hiyo masomo itawasaidia wachache wafanye nini? Biashara. So kama mimi for example, mradi kama hiyo ya kuempower vijana pikipiki na nini, ninge embrace kwa sababu inapatiana nini. Lakini ningetaka kwanza to train hawa watu, to prepare before tufanye nini? Tuwape. Asante. Okay. Lucky 2027 is moving closer. Mimi nakutakia kila laheri. You are one of the senior most politicians in the race. Do you have something to tell the people, the voters of Matisi Ward as we prepare to log out? First of all, let me make it clear. Ya kwamba people should vote. And the only legible way to vote is by having a voter's card. As we are talking, Matisi, we have registered less than 200 people. Less than 200 people. Because I have the records. That's not better for the good leadership we have. Number 2, mimi ni mtu mwenye sina ubinafsi sana kwa uongozi. Mimi nimejiweka hapo kwa sababu najua naweza fanya, na najua mimi ni venye umeniita the senior most, na najua shida zetu naweza shughulikia. Kuna watu ambao watakuja, tuwasikilize. Lakini tuwasikilize na mawazo. Tusiwasikilize kwa sababu wako na pesa kiwango gani, kwa sababu wanaweza tununua ama nini. Wana inchi wa Matisi na Trans Nzoia County kwa ujumla, they deserve better leadership. Hawataki watu wenye atakuja awanunue alafu baadaye aanze kujigamba kwamba kama singekuwa na pesa zangu amngekuwa mnapita. Ningeomba watu wa Matisi, kitu ya kwanza, tutoke kwa wingi, turejeste kama wapiga kura. Tusikilize hawa aspirants wote ambao wanasimama. Tusikize na ideas zao. Naweza kuwa niko na ideas nyingi nzuri, lakini si za kama mwingine mwenye wako. Again, tuangalie track records za hawa watu. Amekuwa kwa kijiji, amefanya nini? Amekuwa kwa uongozi kidogo, amefanya nini? Ili tuone kama 2027 tapata viongozi ambao wazuri. Mwisho ya kwamba mimi niko hapa kwa kutembea nao. Wengi labda wanaweza kosa kupata ujumbe huu kutoka kwa hii mtandao, lakini nitawafikia. Tuongeleshane, tujibishane. Na kama kuna mahali mtu anaweza kuwa nimekosea, pia naye niko tayari kusifanya nini? Kurekebishana. Tuko na mwaka 1.5 wa kutembea pamoja ili tuone tutaenda wapi. Asante. Thank you so much, guys. This is Trans African News Updates na mimi naitwa Musungu Muliro. If you have not subscribed to this channel, kindly head on to YouTube and search Trans African News Updates, Facebook, Instagram, Twitter, kila mahali, na tutakuwa tunakupea exclusive interviews na different politicians from the Republic of Kenya, different politicians from the continent of Africa and from across the globe. Thank you so much for keeping it here. Have a wonderful time.